amekuja mazishi. Hawezi enda mazishi bila kulipa watu. Ametoa milioni 15. Amepatia wabunge, leteni watu wanishangilie na wapigie Rigiji kelele. So mimi nanyamaza tu. Nikaambiwa na watu yangu, Kasongo analipa watu kuja ati wakupigie kelele. Nikauliza, hii watu wanakuja ni watu ya wapi? Nikaambiwa wanatoka Kinangop. Wapi ingine? Bahali inaitwa Daragwa. Na wapi ingine? Bahali inaitwa Kipipiri. Nikaambiwa watu yangu, then hakuna shida. Kama ni hao wanakuja, wacha tukutane na Kasongo kwa kiwa. Saa ile nimeitwa. Ile watu ya Kasongo yote wamesimama nasema mtoto wetu, mtoto wetu, mtoto wetu. Kasongo wako pale ameanza kuitisha maji. Chupa 10 na ngapi? Amekunywa chupa 10 na ngapi? Nimemwangalia kwa macho. Nimemwambia wewe Kasongo. Wewe Kasongo wewe. Wewe ni mtu ya uongo. Umedanganya sisi siku ya kutosha. Na tumemalizana na wewe. Akaitisha maji. Akameza. Nikamwambia wacha kukunywa maji. Wacha nikwambie maana sisi tutakupeleka nyumbani. Nikamwambia wewe unaenda kuita sisi wa kabila. Tukikuchagua wewe huku unaitwa Kamau ama Karanja, wewe ulikuwa unaitwa Kipchirchir. Bora unatukana jamii, usijaribu tena kutukana jamii. Anaangalia ile mtu anaitwa Kidiki, ameangalia chini. Anaangalia mwingine ameangalia chini. Wale watu yake wote wasaliti, wananchi wakasema hataongea. Sasa mimi nikaona hii Kasongo ameumia. Si alikuwa mtu yangu ya zamani? Unajua mimi pia ni Mkristo. Nikaonea hii mtu huruma. Sasa nikaambia Wakikuyu, tafadhali msipigie hii mtu kelele. Wacha aongee, alafu akimaliza akwe. Sasa hii mtu akifika pale na nimemuombea ruhusa, anaanza kiburi. Mimi sitaki ruhusa ya mtu yote kuongea na watu. Watu wanaanza kutoka moja moja. Kasongo hangaishwe asihangaishwe. Sasa nimesikia tumemwakia pale ati atahamia hapa Ukambani.